Watu usiku huo walipovamia wakavunja mlango, wakaingia chumbani kwangu, wakanikata mikono yangu yote miwili. Leo tunazungumzia hadithi ya uchungu, imani potovu na harakati za haki za binadamu. Hii ni safari ya ukweli kuhusu wale ambao mwanga wao wa uhai unazimwa kwa ukatili kwa sababu tu ya rangi ya ngozi yao. Katika bara la Afrika Mashariki, Tanzania imebarikiwa na watu wa kila aina, rangi, imani na tamaduni. Lakini katikati ya baraka hizo kuna doa la maumivu, doa la ukatili unaotokana na imani potovu. Watu wenye ualbino, ndugu zetu, watoto wetu, wamekuwa wakilengwa, kuumizwa na hata kuuawa kwa imani isiyo na msingi kwamba sehemu za miili yao huleta utajiri, bahati au nguvu za kisiasa. Na sasa, kadri msimu wa kampeni unavyokaribia nchini Tanzania, visa vya mashambulizi vinaongezeka tena. Wakati wengine wakipambana kupata kura, wengine wanapoteza maisha kwa sababu ya imani za kishirikina. Hizi si hadithi za zamani, ni matukio yanayoendelea leo. Familia zinabaki na majeraha, sio tu ya mwili, bali ya moyo. Nikageuka haraka. Nilipogeuka haraka, nilikutanisha macho na mtu ambaye namfahamu kabisa, ambaye ni jirani, ambaye nimeishi naye nafikiri zaidi ya miaka 10. Ni simulizi za kusikitisha kutoka kwa manusura, watu wanaobeba alama za maumivu, woga na kumbukumbu zisizoisha. Wengine wamepoteza macho, mikono au miguu. Wengine wamepoteza imani kwa jamii inayowazunguka. Lakini kinachosikitisha zaidi ni imani nyingine ya kikatili inayosambaa kimya kimya, kwamba kujamiiana na mtu mwenye ualbino kunaweza kutibu virusi vya ukimwi. Hii imani ilitoka wapi? Ni nani anayeipandikiza? Na ni kwa nini bado ipo katikati ya jamii zetu karne hii ya sayansi na elimu? Hakuna tiba katika ukatili. Hakuna uponyaji katika mateso. Badala yake, imani hizi zimeleta maumivu makubwa zaidi. Wanawake wenye ualbino kubakwa, watoto kutekwa na maisha kuharibiwa. Na yeye alikuwa ameshikilia panga, na yeye ndiye aliyekata, akakata akawapa wenzie. Lakini je, taifa letu linakubali hili? Je, serikali inafanya vya kutosha kulinda maisha ya watu hawa? Na sisi kama jamii, tunasimama wapi? Watu wenye ualbino hawahitaji huruma ya muda mfupi, wanahitaji haki, wanahitaji usawa, wanahitaji kuheshimiwa kama binadamu kamili. Watoto wenye ualbino wanapaswa kusoma bila hofu. Wanawake wenye ualbino wanapaswa kutembea sokoni bila kuficha nyuso zao. Wazee wenye ualbino wanapaswa kufa kwa amani, si kwa mikono ya unyama. Ni wakati wa kusema wazi. Uchawi hauwezi kuleta utajiri. Mwili wa mtu hauwezi kutibu ukimwi. Mafanikio hayawezi kujengwa juu ya machozi ya wengine, na heshima ya binadamu haiwezi kuuzwa kwa siasa. Tunapaswa kuelimisha jamii zetu. Serikali lazima itekeleze sheria kali zaidi kwa wanaohusika katika uhalifu huu. Viongozi wa dini na mila lazima wasimame hadharani kupinga imani hizi potovu. Vyombo vya habari, mashirika ya kiraia na wananchi, sote tuna jukumu la kuleta mwanga. Kwa sababu kila mtu, bila kujali rangi ya ngozi, ana haki ya kuishi, kupendwa na kuheshimiwa. Ualbino si laana, ni tofauti ya kimaumbile. Ni uzuri wa uumbaji wa Mungu. Tanzania, ni wakati wa kuamka. Mwanga wa ubinadamu lazima uangaze tena, na usizimwe kamwe. Usawa, uhai, ubinadamu. Naitwa Ann. Tafadhali bonyeza kitufe subscribe na kulike. Nilipopoteza mikono yangu yote miwili, nilipata wakati mgumu sana sana sana.
kwa sababu mimi nilikuwa mtu wa kukaa na kulala na kufanyiwa kila kitu.